kwenye Mithali 31. Sio kwamba hapa anaposema kwamba she considers the field, kwamba anaangalia shamba na analinunua kutoka kwenye hela yake. Hakwenda kuomba ruhusa kwamba nataka ninunue ili shamba. Aliona ili shamba ni nzuri, alikuwa na hela na akalinunua. Hello, habari, mimi naitwa Happy Msale, karibu kwenye channel yangu ya YouTube. Kwa channel hii tunaongelea mambo mbalimbali ya fedha, kuwekeza, kuweka akiba. Kwa kama hivi ni vitu ambavyo vinakufurahisha ama ungependa kujifunza zaidi, karibu ili tuendelee kujifunza pamoja. Leo nataka tuongelee fedha na mahusiano. Napenda kuongelea kuhusu fedha, napenda kujifunza kuhusu fedha. Nilikuwa nasoma hichi kitabu cha Ring Fence by Sam Kem Holongo. Nitakiweka picha hichi kitabu hapa. Na nikajifunza vitu mbalimbali kwenye fedha, kwenye mahusiano. Leo nataka tuongelee hii. Karibu. Kabla tujaanza, mimi sio mtaalamu wa mahusiano na fedha, lakini tusome, tuangalie vitu gani hivi nimejifunza. Karibu. Kitu cha kwanza ambacho nimejifunza ni kwamba ni vizuri zaidi kukaa chini na mwenzako angalau hata mara moja kwa mwezi. Mkae na muongelee kuhusu fedha. Mkae chini na kukaa na kutafakari hivi malengo yetu ni nini, tuna mipango gani, tunataka kufika wapi. Kama labda umeoa na mna familia, ni vizuri zaidi kukaa chini na kuwaza, labda sisi baada ya mwaka mmoja tunataka kuwa hapa, sisi baada ya miaka miwili tunataka kuwa hapa, ili tufikie hapa tunapotaka kufika tufanye nini. Kwa ni vizuri zaidi kwa angalau hata na mazungumzo, ili uwe na haya malengo, mpange vitu ambavyo mnataka kupanga kulingana na hela yenu ama maisha yenu na pale ambapo mnataka kufika. Kwenye haya mazungumzo pia ni vizuri zaidi mkao mnajua kwamba labda kipato cha familia ni hichi, labda kuna mmoja ambao ana kazi, kuna mmoja ambao hana, lakini malengo yetu ni yapi. Na cha muhimu zaidi ni hicho kitendo tu cha kukaa. Unajua sio kwamba mkikaa leo mtaweza mkajua yale malengo yenu, ama mkikaa leo mnaweza mkakubaliana na kila kitu, lakini nadhani cha muhimu zaidi ni kuwa na huu utaratibu tu kwamba labda tunakaa chini tunakubaliana ama hata hatukubaliana, lakini angalau tunakaa tu chini kwanza kutafakari malengo yetu na wapi ambapo tunataka kufika. Kitu kingine ambacho nimejifunza ni kwamba ndio kuna ile mipango ambayo mnakaa kila mwezi, lakini ni vizuri zaidi angalau hata kwa robo mwaka mkae chini na kuangalia ile mipango mikubwa ni vitu gani vile ambavyo tunataka kupanga au tunataka kufanikiwa baada ya mwaka, miaka miwili, mitatu. Kwa hiyo kwenye huu mkutano wa robo mwaka unakuwa angalau serious kidogo, kwamba mnakaa mnawaza vitu gani hivi ni vikubwa zaidi vya kufanya na hela yetu. Je, kipato cha familia kikoje, kimeongezeka? Kuna changamoto gani hizi ambazo tumepata kwenye huu robo mwaka? Labda tulikuwa tuna malengo haya mwaka huu, mpaka sasa hivi tumeshafikia robo mwaka hatujayatimiza ama tumeyatimiza. Nadhani cha muhimu ni kwamba labda huyu mtu ni mume wako, ni mke wako, mnakaa wote kila siku, lakini unaweza kutoka kwamba mazungumzo magumu zaidi labda waga hamyafanya. Lakini ukianza tu kujengea tabia, unaweza kukuta baada ya mwaka mmoja, baada ya miaka miwili, mitatu, mazungumzo yanakuwa rahisi zaidi na baadaye unaanza kuona kuna matunda, kwa sababu inawezekana mkikaa leo labda hamuaminiani bado, au labda mna mgomvi mwingine, lakini mkianza kufanya haya mazungumzo kila muda, mnaanza kuzoea na mnaanza pia kuwaza kama watu ambao ni yani kama familia moja ama mtu mmoja, kwamba mnaanza kuwaza kwamba sisi tuko hapa tunataka kufika hapa, ili tuweze kufika hapa tufanye nini. Kitu kingine ambacho nimejifunza ni kwamba angalau mara moja kwa wiki mkae na date night. Kwa mfano umeoa, una mke una mume wako, angalau mara moja kwa wiki mnatoka tu kwenye mazingira ambayo sio labda ya nyumbani, mnatoka wote mnakaa tu mnazungumza. Hii itasaidia pia kwenye kujenga ule umoja wenu, lakini pia mnaweza mkaanza kuongelea vile vitu ambavyo ni vigumu zaidi vya hela, kwa sababu mara nyingi sana mazungumzo ya hela yanaweza yakaa ni magumu, lakini mkianza tu kuyazungumza taratibu mnaanza kuyazoea. Na tukiwa tunaongelea date night, sio lazima hiyo ya gharama sana, sio lazima muende sehemu ambayo ni ya gharama, inaweza tu kwa kitu kidogo, unaweza tu kama labda leo tunatembea pamoja. Lakini nimegundua kwamba ukiwa na hiyo tabia, hata mahusiano yenu yanazidi kuwa mazuri zaidi, kwa sababu mnakuwa mna muda nyote wawili ambao labda watoto hawapo, familia au watu wengine wa familia hawapo, ni nyetu wawili mnakuwa mna muda wenu wenyewe kukaa na kuongelea kitu chochote. Na kwenye hii pia mnaweza kuongelea vile vitu vya hela ambavyo labda vinakusumbua, vile vitu ambavyo hamjakubaliana. Kwa ukiweza kama kila
angalau mara moja kwa wiki unatoka tu wewe na mtu wako, wewe na mume wako, labda mnatoka for a day, hata kama ni kutembea au kama mna hela ni unaenda tu kula ice cream. Zaidi ni kujenga hii tabia kwamba kuna muda ambao nyinyi wawili mnakuwa pamoja, mnaweza mkaongelea vile vitu ambavyo ni vya muhimu zaidi kwenu. Kitu kingine ambacho nimejifunza kuhusu hela ni kwamba chagua mfumo ambao unafanya kazi kwenu wote wawili. Kuna namna nyingi ambao watu labda mke na mume huaga wana manage hela zao. Kuna watu wengine ambao labda wanaamua sisi hela yetu tunaweka sehemu moja, tunakuwa tunafungua account moja na wote tunatumia hapo na tunakuwa tuna lengo sawa. Kuna watu wengine hii haiwezi kufanya kazi. Labda mnaamua kwamba sisi labda tunawekeza kiasi fulani, wewe utatoa kiasi fulani, mimi nitatoa kiasi fulani kwa ajili ya kuwekeza. Au kuna watu wengine ambao labda hizo zote hazifanyi kazi, labda tu wao wanaamua sisi malengo yetu labda tunataka kufanya uwekezaji huu, kwa hiyo tukianza kufanya uwekezaji wote tutaanza kuchangia. Kwa lazima mchague mfumo ambao unafanya kazi kwenu kwenye wawili. Kwa sio kama mimi sidhani kama kuna mfumo mmoja ambao unafanya kazi zaidi ya mwingine, lakini tu angalau ile kukubaliana. Nakumbuka zamani nilikuwa naishi na dadangu, kwa tulivyoamua kwamba leo tunahama nyumbani tunaenda kuishi pamoja. Mimi nilivyo ninajua kabisa kwamba mimi sipendi sana kuwaza kuhusu hela, nataka tu vitu ambavyo kama kuna system. Kwa tukakubaliana kwamba okay, kila mwanzo wa mwezi wote tunatoa kiasi hichi. Ndio hichi kitakuwa kinatumika kwa ajili labda ya maji, kwa ajili ya umeme, kufanya shopping ya nyumba. Alafu baada ya hapo hatusumbuane tena mpaka mwezi ujao. Na hii ilifanya ilitusaidia tu kwamba sio kwamba ikifika tarehe 10 tunaanza kuwaza hivi nani hajanunua umeme, nani kalipa maji. Hapana, tuliamua tu kwamba sisi mwanzo wa mwezi tukishalipa tu mshahara haya wote tunatoa kiasi fulani. Tunajua kabisa bado kwa mwezi tutatumia umeme kiasi fulani. Tunanunua kabisa hapo mwanzo. Maji ni kiasi fulani tunalipia. Shopping tunaenda kufanya katikati. Tunaenda kufanya kabisa hapo mwanzoni. Kwa hiyo kuta kwamba inafika tarehe 15 umeme umekatika, hapana. Tunakuwa kuna vitu ambavyo tulikuwa tumekubaliana kwamba lazima tu tumefanya, kila mtu aendelee na maisha yako. Labda ukiishiwa hela, hiyo ni yako, ni kwamba okay, utaanza kutafuta, lakini sio kwamba eti tumeishiwa hela afu umeme umekatika, hamna hela umeme, hapana. Kwa lazima kama unaishi na mtu wako, unaishi na mume wako, unaishi na mke wako, wewe mwenyewe pia uanze kuwaza ni mfumo gani ambao unafanya kazi vizuri. Sababu mimi kwa mfano sipendi ile inafika tarehe 15 umeme umekatika. Kuna vitu ambavyo kama ninaweza nikavilipia hapo mwanzoni, tukubaliane kabisa kwamba hivi tunavilipia, tunajua kabisa umeme ni kiasi fulani tunalipia, kuna hivi haya matumizi lazima tuyafanye. Tunakuwa tu tumekubaliana. Zaidi ni kwamba una set tu ile system ambayo inafanya kazi kununua wawili, ili sio katikati ya mwezi vitu vingine vinaanza kutokea, mnaanza kubishana, hichi hakijafanyika, hichi hakijafanyika. Hapana. Kwa ni vizuri zaidi mkae chini na kuwaza, je, mfumo gani ambao unafanya kazi vizuri zaidi kwa ajili yetu. Kitu kingine ambacho ni vizuri zaidi kuongelea kama wewe umeoa na mke wako, ni kwamba mwanze kuwaza hivi majukumu yatakuwaje? Hela ya majukumu itaitwaje? Kwa mfano, najua Tanzania kuna michango mingi. Labda kuna ndugu yako anauma, sio kuna nani anauma. Vizuri zaidi mkae chini na kuwaza hizi vitu vikitokea tunafanyaje? Na vizuri zaidi, hata ndio maana muhimu zaidi kukaa chini, labda kila wiki, kila mwezi, kila robo mwaka mnakaa chini mnaangalia tena malengo yenu. Mkiwa mna haya mazungumzo, mtaanza kujua kwamba haya labda ni michango wa upande wako wote tunachangia au ni mtu mmoja. Na hii pia inategemea, kama pointi ya mwanzo ndio sema, chagueni mfumo ambao unafanya kazi kwa ajili yenu, ambao wote mnakubaliana nao. Labda kuna watu wanasema mimi michango yako uchange mwenyewe, michango wangu nichange mwenyewe, au kuna watu wanasema michango tutachanga wote. Kwa lazima muanze kutafakari kwamba okay, hivi majukumu yakitokea tutafanyaje? Labda ndugu yangu anauma, tutafanyaje? Ama hivi hichi kitokea tufanye. Kwa lazima pia muanze kuwaza kwenye majukumu tufanye nini, sababu ndio tumeolewa, tuna malengo ya kifedha sawa. Majukumu yakitokea tunafanyaje? Watoto ada na analipa, tunalipa wote sawa, wao ndo nalipa, labda kuna kodi ya kulipa, nani analipa? Kwa lazima haya mazungumzo muanayo. Na kitu kingine ambacho ni cha muhimu zaidi kwanza ni kwamba mwisho wa siku lazima pia uwe na take responsibility, kwamba uchukue jukumu kwa ajili ya maisha yako ya kifedha. Inawezekana kwamba ndio
labda umejaribu sana kuongea labda na mwenzako, labda hamkubaliani kuhusiana na malengo ya kifedha, ama unataka kuwekeza, yeye hataki, labda anapenda kufanya sherehe sana. Kwa lazima mwisho wa siku wewe mwenyewe pia uchukue jukumu kwa ajili ya maisha yako ya kifedha. Hauwezi kukaa uanze tu kulalamika kwamba mimi nitaka kufanya hivi na labda mume wangu alikataa ama mke wangu akakataa. Hapana, lazima pia wewe mwenyewe uchukue jukumu kwa ajili ya maisha yako ya kifedha. Kuna ile somo kwenye Biblia ambalo limetamba sana. Hili linaitwa kwenye ile Mithali, mwanamke wa Mithali 31. Kwamba huyu ni mwanamke ambaye anafanya kazi, anaamka mapema, lakini kuna sehemu kwenye Mithali 31:16, utazama shamba akalinunua, kwa mapato ya mikono yake hupanda mizabibu. Nataka kusoma kwa Kiingereza kwa sababu kwenye Biblia, kwenye Kiingereza hii Biblia inasomeka vizuri. Nasema she considers the fields and buys it, out of her earnings she plants a vineyard. Na kuna siku nilikuwa nasikiza mhubiri wa ile somo akasema kwamba yani kwenye Proverbs, kwenye Mithali 31, sio kwamba hapa anaposema kwamba she considers the field, kwamba anaangalia shamba na analinunua kutoka kwenye hela yake. Hakuenda kuomba ruhusa kwamba nataka ninunue ili shamba. Aliona ili shamba ni nzuri, alikuwa na hela na akalinunua. Kwa hiyo pia inatuambia kama kwa mfano sisi wanawake ni kwamba ndio umeshaona uwekezaji ni mzuri, una hela, kwa nini nunua? Yani sio kwamba hata kwenye hapa Mithali hawakusema kwamba walienda kuomba ruhusa. Na nadhani pia kwenye kwa wanawake kuna vitu mbalimbali ambavyo tunapenda kuomba ruhusa, ambavyo vitu vingine sio mpaka tuombe ruhusa. Wewe unaona kabisa kwamba kuna uwekezaji ambao utakusaidia, utawasaidia watoto wako, nenda kawekeza, sio mpaka uombe ruhusa. Nadhani mara nyingi sana wanawake tunakuwa tunasubiria kupewa ruhusa kiasi kwamba hata hatufanyi uwekezaji, hatufanyi kitu chochote kwa sababu tunasubiria tu kupewa ruhusa labda na waume zetu. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kwamba take responsibility, kwamba chukua jukumu la maisha yako ya kifedha. Ukiona uwekezaji ni mzuri, nunua. Na hapa pia kwenye hii Methali ndio kuna hii Methali 31 kwa ajili ya mwanamke, lakini pia nadhani Methali 13 ni kwa ajili ya mwanamume, kwamba mwanamke anaacha urithi kwa ajili ya watoto wa watoto wake, au sijui ni watoto wa jukuu wake. Kwa ndio kwenye Biblia pia nasema ndio mwanaume lazima afanye kazi, aache urithi, lakini tukumbuke pia kama wanawake kwamba tumepewa jukumu, kwamba umeona uwekezaji ni mzuri, sio mpaka uende kuombe ruhusa. Hapana, wekeza, unakuwa na hela yako unawekeza. Kwa cha muhimu zaidi ni kwamba tuchukue jukumu la maisha yetu ya kifedha. Tusikae kwamba tuendelea kuweka jukumu la kifedha kwa watu wengine, kwamba ndio wao ndo watafanya hivi ili maisha yetu ya kifedha yaendelee kuwa mazuri. Hapana, lazima sisi wenyewe tuchukue jukumu kwa ajili ya maisha yetu ya kifedha. Haya ndio yote kwa leo. Hivyo ndio vitu mbalimbali nilivyojifunza kuhusiana na fedha na kwenye mahusiano. Kama una comment yote unaweza kuongeza hapa chini kwenye comment section. Kama umefurahia video na hujasubscribe kwenye channel yangu, tafadhali subscribe. Tutakutana tena wiki ijayo. Kwaheri.